Umesikia hiyo ngori machaji na manyonyo, hiyo ndege ya kutoka Nairobi hadi. Wewe umesikia hiyo ngori hapo Kajiado machaji na manyonyo? Huyo nimejaa ngori. Ingine mwecheche. Umesikia hiyo ngori machaji na manyonyo, hiyo ndege ya kutoka Nairobi hadi. Wewe jua ni mbaya. Machaji na manyonyo ingine mwecheche. Episode 3 ya Ustake Jua na Malcolm. Buda we jua tu ni mbaya msee. Episode 1 ile mlinonesha mob love jo. Massive. Episode 2 mmekachangamka na mazee mumeikemba. Mumeikemba hadi kwa Spotify. Na itabidi baadhi kuna links za Spotify ziko hapa chini, link za XX, link yangu ya TikTok, link yangu ya Facebook ziko hapa chini manze. Unaweza pia ni follow hadi huko bana. Na pia itabidi tumetengeneza link ya Telegram na link zote mtu wangu mali mtani mtaka kunikemba mtu wangu. Lakini jo ile love mmenionyesha awe jua Kenya jo, watu wanaweza kushow love bana. Mimi nasema ni asante manze. Nyinyi jo mtu ongemba juu ya Mkenya manze. Mimi ndamkanga jo. Unajua tuliachia ngori wapi kwa ile story? Niliachia ngori mali nilifikiria ama nilikuwa nimeamua kwenda Kenya kupiga carpentry. Lakini before hiyo kuna one of the most widely regarded greatest quote by Marcus Aurelius. Umsha alisema, you have power over your mind, not outside events. Once you realize this, you find strength manze. Unajua kuna vitu manze huwezi control. Kuna vitu zile huwezi control mtu wangu. Unaweza control jam. Hauwezi control jam. Unapiga kelele hapo lakini tulia manze. Hauwezi control luck. Lakini ile kitu inakuja na kupata. Hauwezi control outside events, hauwezi control politics. Lakini kuna venye unaweza react towards the happenings around you. Na hiyo reaction yako ndio inakuwa muhimu sana. Kwa sababu how you react unapata strength. Unajua Marcus Aurelius alikuwa ni stoic philosopher. Na alikuwa msichana medi. Mimi najua alikuwa ni mtu mandao mbaya sana jo. By the way, unaweza anza kusoma vitu za stoic. Unaona? Si lazima upractice stoicism. Hata tu kusoma hizo materials jo. Kuanzia next year utapata umeanza kuwa tu jamaa fulani. Alafu likawakumbusha nini? Hakuna kunyonga tena kwa maboys jo. Hakuna. Iboka ikianza nilikuwa nikipreach manze watu waache ufala. Juni sema nini? Kuna kunyonji mchana. Kunyonji mchana jo hauna priorities. Aje. Jo bana ule jamaa ananyonji mchana, anaenda ananunua mabulupili matap jo. Sasa shughuli anagenya. Hiyo sasa ni kugenya ina gani wewe? Manze tukuwe na nini na priorities. Unajua mimi niliwaambia kwa stories zangu tutakuwa yani tuko huku leo tuko huku. Yani kote Kenya ina kam. Unacheki? Baadhi hata nimekumbuka kitu. Nikiwa Kayole zile enzi zangu. Kuna siku nimepigwa na unenge mtu wangu njaa nyingine unasema nini? Hadi minyozi zinaandamana. Minyozi zinateta zinasema kwani ujamaa rada jo. Ajui sisi tuko na hadi nini yetu haki. So unajua sasa nika device plan juu. Mwanaume akiwa njaa jo lazima utafute wewe utapata mashuksha jo. Kuna choche fulani ilikuwa imejaa mapanya mtu wangu. Panya bigi na so nikaenda hiyo choche nikachukua panya 2 manze watoi nikazikanga. Hizo panya nikaziweka kwa mfuko. Mimi ni nani? Nikaenda kutafuta zile moteli zinakaa chafu nikaenda kwa moja nikaitisha chai na mandunya. Kwanza nikamwambia niaje nipige mandazi zile wazimu ndio zimekam. Mimi nimechapa na hiyo mtiabi hiyo chai niko na chiki imefika nusu nikaka panya ndani. Panya moja alafu manze nikachachisha na vyo madam panya ndani ya chai aje. Panya nafanya ndani ya nini ya chai jo. Nilichachisha mtu wangu wewe jo. Hadi napiga meza. Madam akakuja akacheza chini kwanza nisiendelee kuchachisha customer wengine wazidi akaniambia fanya hivi. Hiyo hata nisilipe mimi nizidi. Na hivyo ndio nikazidi. Nilikuwa napiga hiyo form mtu wangu jo. Lunch bado nikaenda base fulani jo. Sasa unajua hii base ndio sasa ile nichachishia. Nimeenda hii base nimeitisha kwanza chapati 5 mtu wangu. Alafu aichome na supu ya matumbo. Supu ya matumbo ilikuwa inaweza jo. Alafu jo acheze na minjika 5 hapo juu. Alafu kupiganisha avocado wewe. Nakwambia hiyo na ilikuwa mbaya. Nimetisha hizo mashukusha mtu wangu ni nini? Nimechapana. Chapo zikaanza kuisha imebaki. Unajua hizo chapo kwanza zimechapwa into pieces. Nikahesabu 5 nikainua nikaweka panya yangu ndani kwanza nikatulia. Nikadunga kipanya na fork nikainua. Panya ndani ya nini ya supu ya matumbo.
Fanya kumbe kuna morio fulani alikuwa anapiga shughuli hapo mwenyewe, alikuwa anapiga shughuli kwa area zingine. Na huyu jamaa alikuwa ameningamu. Unasikia wewe? Ni wewe tena? Ulikuwa kwa mama Nyanduse. Ukasema bado kuna panya kwa chai. Nakwambia mtu alikula bara nyingine jo, kabla sasa imbo nyingine manze ini round. Nilikuwa ni hapa mtu wangu jo, ni shua, ni trrr. Ai. Ndio nikaacha hiyo vako jo. Lazima mtu device plan bana. So tuliacha wapi ngori? Niko Katari mamwa nirudi Kenya nifanye nini? Nipige carpentry jo. Lakini nimekumbuka pale Qatar bado kulikuwa na mastori, kulikuwa bado na mangori zenye lazima niwaambie. Oski machaji na manyonyo, kulikuwa na kutu wengine pale Qatar wazimu, kutu. Ai. Nakwambia ile kutu ilikuwa ni wazimu, alafu ni kutu fulani. Yaani sijui ni kama inakuja na mapepo. Ile haikuwa kutu ya kawaida. Alafu nakwambia majamaa walikuwa wanapiganisha mamsolombo kwa ukuta, wewe unazikanyaga chini wewe, zitoe uzito. Mimi lakini unajua nilikuwa celibate jo. Mbona nipige msolombo friction? Itulie tu, unaona? Mimi unapata jamaa ametoka Kenya na Arimis inachezea hapa jo. Unashanga kwa ni msena kakuswim ndani ya Arimis jo. So uski mori yangu fulani anatoka Kongo, huyo jamaa jo Kongo ameniambia ni aje kuna makola wawili wametoka Kenya wanakuja kupiga shughuli huko kwa nini fulani boutique. So wamekombolewa room fulani wanaishi. So bora kaniambia ni aje mjamaa, si tuende hivyo jo, tuone rada. Kama yani kule kuna manyonyo hizo melanderia. Huko. Unajua hiyo time manzi kuna nyonyo, unaona nyonyo pale vio kwa kampuni, unaona nyonyo inachezea huko. Lakini raundi wametoka Kenya wamemuoko jo. Huko jo. So unajua sasa tumedandia nini basi fulani na zile makadi tumezidi hivyo jo. Boda. Tunaenda sasa hadi hiyo area. Mori wangu sasa akadungia moja akam atupik mali tu huko jo. Mimi naangalia jo na shangarada. Ni mkoro. Nikamwambia kwa ni Kongo, kwa ni mkoro amekuwa kuela. Lakini sasa juu wacha nikwambie, juu sasa juu ya njaa mtu wangu, utambui. Unatambua nini? Kwanza unaangalia ule mkoro unaona ni paipai. Unaiangalia hivyo unasema, ile ni kabisa. Kwanza unafunga macho unaiangalia unasema, ule hivyo ni Shakira. Si ndio? Bora shughuli, bora amebeba nini? Akona jegi. Cheki ile furumbanya. Nayo mtu wangu, hatutaki kujua kama kuna matumbo 16. So ikabidi saa akili yangu inasema labda ule mwingine mwenye ako kejani, huyo ni waya jo. Tumeenda hivyo mtu wangu jo. Jo. Lakini ina noma. Jo sasa sisi shughuli ni nini? Sisi tunajua shughuli imetuleta hapo hivyo. Hatuangalii. Hauangalii kama ati imeumbwa ikaumbika. Bora ni binadamu kama mimi jo. So ski huo madamu jo tumekaa hapo tumaza mastori jo. Manze sasa unajua sasa ni walikuwa wanaishi kwa room moja manze. Karoom tu. Na hii room walikuwa tu na mattress peke yake na vitu zao wametoka nazo Kenya. Hakuna kitu kingine, hakuna stove, hakuna nini, hakuna sink. Unaweza fikiria hapo hivyo ni stay nje jo. So unajua sasa hapo hivyo sasa ni mimi akili yangu inapiga hesabu. Mkoro mmoja kwanza ndampin wapi ndio ni mshande. Nimwekelea juu ya mlango nini na pia mori yangu wako huyu pia mwingine anaweza mwekelea chini ya kitanda. Yaani pale hivyo ilikuwa ni kama iko ni kifosa mkine wazimu. So tumetulia napiga hesabu, nilisikia mlango imepigwa buti mtu wangu. Puu! Majamaa wameingia nini usijua wanakaa ni Warabu wanakaa sijui nini. Wameingia na moto, mnafanya nini kwa nini? What are you doing? Kwa nini ya wasichana jo? Unajua Katari ilikuwa na polisi fulani. Hawezi tembea tena kuela, hawezi shika kuela nini mkono, hawezi enda kwa kuela. Labda kuela kuje kwako kiukabanyola. Lakini Morio wameingia nakwambia tulikuwa tumeshtuka, nikajua hapo siwezi tulia wanishike tiende wanipeleke ndetini. Mimi nani nilipita na mlango kama nimepita na mmoja mtu wangu kustairs ilikuwa ni hapa jo. Huti ni shua. Unaona wamenituambia unasikia hela sijui hela wapi. Mimi nimeulala. Naangalia nyuma pia Morio wangu pia ameulala. Wewe ni machocha tu ni machuom. Mtu wangu jo. So nikaenda
nikapata taxi fulani nikaingia, nikamwambia mzee, ananiuliza wapi, nikamwambia wewe twende mali 20 Qatar Riyal mali itatufikisha jo. We hivyo ndio hiyo gori nikaondokea. Lakini sasa nikajua Makwela lazima watupeane. Morio wangu nikamwambia wewe jua venye Makwela hawezi tupeana. Morio akadelete Facebook, unajua alikuwa amejulia Facebook, amedelete Facebook, akaideactivate, akablock Makwela kila kitu. Hatuko ipatikananga mtu wangu. Lakini ningelala kwa zile styles za Qatar we. Alafu sasa pale hivyo Qatar Airways, Catering Company, kulikuwa na department inaitwa Bond Store. Department fulani hivi inaitwa Bond Store. Hii Bond Store ilikuwa ina deal tu na matei za ndege, ilikuwa ina deal na wine, champagne, hizo cognac zote. The funniest thing, wase wenye wanapiga mboka hapo kwa Bond Store walikuwa ni wa Kalenjin. Na walikuwa wamejaa. Mimi nikashanga kuani akina Kipkige na kina Kipngetich mumepatikanaje huko nyinyi peke yenu? Alafu unajua ile wera ilikuwa wera nyingine fisa juu, ilikuwa yani hakuna mambo mingi. Wasa wamepiga tu, wamebanga hizo tu, wanachukua tu matei wanaziweka kwa mabox nini wanazipack zinasonga. Alafu wase walikuwa na off ya siku 2. Saturday na Sunday wase wametulia kejani. Na mshahara wao ilikuwa juu yetu jo. Nikashanga kwani rada jo. Nyinyi wa Kalenjin mnajua kucheza chini nyinyi jo. Sinaambia ngadi hata hapa US na wapatanga kwa mashamba zingine na shanga kwani ya watu walishikaji hizo mafomu jo. So ski kuna mmoja nikamuuliza jo, ni aje bana, mlipatangaji hii wera ya jua? Nasikia walikuwa wamekuja Qatar, unajua matu wait watu walianza wera to wait bana, hata to wait hata nilikuwa wapi, watu already wanapiga wera Qatar jo. Kwa hiyo Bond Store, so njo wakaniambia kuna jamaa fulani alikuwa manager, alikuwa anatoka Rift Valley, umse alipatanga hiyo wera ya Qatar Airways, alikuwa kwa human resource. Yes, anjo akabeba mbogi yote pale Eldoret, wasingishu wapi akawaleta wapi Qatar jo. Anjo wase walitangulia Qatar jo. Jupio mse akaniambia ule mse akanitonga Nicholas Biwott jo. Pia jo alichezanga na hiyo rada. Watu wanajua kukula mtu wangu. Bond Store. Alafu tena hiyo time walikuwa wanachukua loan. Qatar Airways ile bank yenye ume sign up nayo ilikuwa inaweza kukupatia loan. Mimi ningia Qatar kama watu wanachukua loan ya Ruabe, watu wanachukua loan ya So3, watu wanachukua loan ya Ngiri So5, inategemea umekaa huko for how long na umekuwa wewe ni member hiyo bank for how long. Alafu hizo loan hazikuwa na interest. Hakuna interest kwa hizo loan. Sasa usikii ile time sasa tumefika tumeanza wera. Hiyo time ndio sasa hawa Kalenjin wanapiga job. Mtu anachukua loan ya Ngiri So3 arudi Qatar. Ni hivyo tu ameondokea ngori. So walichukua loan wakiingia choche. Ikafika time sasa watu wapewe loan. Na mimi nilikuwa nimepangia nipige tu So3 hivi. Hakuna mtu ananiona. Loan ya So3. Jo, ile time nenda vacation hivyo nimesafisha rada jo. Alafu pia kuna mama fulani. Mama alikuwa anapika chang'aa Qatar jo. Alikuwa anapika chang'aa. Na alikuwa na customer di wa Hindi. Lakini bado pia huyo aliraundiwa bana huyo madamu. Unajua mimi nimefika hivi jo. Mori ananiambia ni aje uko idea ng'ang'o. Ng'ang'o wapi jo? Akasema kuna mkoro fulani anapika ng'ang'o hapa hivi Qatar. Anaipikaje? Akona tu masufuria na tudram tudogo, alafu anaipika jo. Kwani ogopi? Akasema jo, bora tu watu wasimseti. Sasa sijui ni muhindi mgani alisetting huyo mkoro jo. Hadi sasa hizi nasikianga huyo Mkenya bado ako dating ni jo. Judi kama wewe ni mtu madawa mang'ang'o wewe ni for life. So pale Qatar Airways kulikuwa na hii department inaitwa QAS. Yase wa QAS walikuwa yase wa ground. Ndege imekaa moto ya mizigo, wafanye nini? Wanavanga hizi manini za grid ma reflector. Kuna day sasa do imelost. Do kwa briefcase pale hivyo, kwa hiyo hizo maramp hizo wa offload nini, do imepotea mtu wangu jo. Wanaangalia ma CCTV, wanaangalia nini, do iko wapi? So kumbe kuna Wakenya wengine 4 ndio walicheza hiyo game. Wakapita na hiyo do. Mmoja do sijui anaenda vacation leo. Sijui yeye aliyepana hiyo do akaenda nao Kenya mani waje. Watatu wakashikwa. Do iko wapi? Wanasema yule msali alienda nayo.
Hadi saizi hase bado wako stage juu ya wizi. Nani sometime ago bana jo na nasikia msali alitoka na do wengine waziu. Wazee Qatar hizo hizi ilikuwa ngori. So wacha turudi mali tulikuwa kwanza. Wacha turudi mali tulikuwa. Nimeamua sasa kutoka Qatar kukuja Kenya for carpentry jo. Machaji na manyonyo. Poleni manze, the episode imekuwa so short. Nilikuwa na anticipate at least like an hour hivi, but nimekuwa na very busy week. Unajua nimekuwa nikifanya hizi load hizi za madawa na military contracts hizo, na buda wana keep on toes bana jo. No ile nikimaliza tu shift hivi nimebit mbaya jo. So but Saturday lazima nita make up bana manze. Nawapenda lakini